Ufanyaje issue experience isiwepo ili kutoa fursa pana kwa vijana wenzetu ambao ni fresh from school? Cha kwanza, serikali itengeneze mfumo wa internship. Internship kwa maana ya kwamba vijana wakishamaliza elimu yao chuo kikuu, vyuo vya kati na vyuo vya chini, baada ya kumaliza kuwepo na internship ya 1 year. Baada ya hapo mfumo wa ajira sasa uwe automatically moja kwa moja. Lakini pia irudi kwenye private sector. Kwa sababu private sector wamewapa mwanya wa wao kutengeneza nini wanachostahili kutengeneza kulingana na ufanisi wa taasisi zao. Sasa warudi kule waangalie ile sera ambayo itawabana private sector kuondoa lile neno la kwamba uzoefu miaka kadhaa. Kwa hiyo nafikiri kwa kufanya hivyo inaweza ikasaidia vijana wengi kupata ajira pasi na hilo neno kandamizi la uzoefu wa muda fulani kwenye private sector, lakini pia kwa government nafikiri hicho kitu hakipo. Sasa hivi kuna ujio mkubwa sana, kasi ya teknolojia, mabadiliko ya teknolojia. Sasa tunazungumzia ajira, manpower, kwa maana binadamu za kufanya. Lakini kadri teknolojia inavyozidi kusogea, maana yake ni kwamba kuna watu wanapoteza ajira ama ajira zinazidi kuwa chache. Tukifuatilia mapinduzi mengi yaliyotokea, hata agrarian revolution, industrial revolution, mapinduzi ya viwanda, mapinduzi ya kilimo, yalimreplace binadamu, ikasababisha ukosefu mkubwa sana wa ajira duniani. Tunamwandaje kijana kuelekea katika namna ambayo sasa teknolojia inaingia kuchukua nafasi ya manpower na itabaki watu wachache wa kuoperate, kwamba kishatumika mtu wa kuoperate akawa mmoja ikaenda kuua ajira za watu 5, watu 6. Tunafanyaje? Tunamuintegrate vipi na teknolojia ya sasa, na hasa ukitazama elimu yetu bado haikimizana na ile teknolojia yenyewe? Unajua hapa swala zima sasa hivi ni kijana kujijua yupo kwenye sehemu gani ya generation. Ukishajijua kwamba uko kwenye eneo gani la generation na generation yako inataka nini, hapo ndio utaweza kujua kwamba kulingana na generation iliyokuwa nayo kinachotakiwa kufanyika kwenye generation hii ni 1, 2, 3, 4. Sasa udili na vile vitu. Kwa mfano, nitoe mfano mmoja wa hizi generation ambazo nilikuwa nimezitaja awali. Sasa labda nirudi kwenye generation ya mwaka 2010 mpaka 2024. Hawa vijana waliozaliwa kwenye hichi kipindi cha mwaka 2010 mpaka 2024 ndio wana mambo 4 ya kuyafanyia kazi. Ndio. Jambo la kwanza, wanatakiwa kwanza, hawa ni watoto